Paka baada ya kunitokea ndo nilianza kumjua. Alinitokea 7 times. Tazieleza baadaye nikizihitaji, but kutoka 1997 paka 1998 7 times nikahakikisha huyu ndio mtu ambaye ninajua atanipeleka mbinguni. Na hii dunia ni kupita njia. Ukishajua hii ndio njia ya mbingu, fata. Hii ingine ni maua tu, tutazikwa. Ukishajua hii ndio njia ya future yangu, ifate. Na mimi nikajua hii ndio future yangu. Nikajua nikieleza wa Somalia hawatanielewa. Nikaamua kuokoka. Si kuokoka kumfuata Yesu wakati hata alikuwa siku kuokoka. Kwa msikiti niliamua nitangaze, kwa sababu nilisikia Yesu akiniambia siku moja, ukinionea haya nitakuonea haya. Nikasema nitaitangaza msikitini. Na ujua wakati huo, wakati mimi naokoka hakukuwa na Al-Shabaab, ilikuwa na ICU, Islamic Court Union. Al-Shabaab wanakupiga risasi, Islamic Court Union hawakupiga risasi, wanakushika, wanakukata mkono, wanakufungia. Kesho yake wanakuja wanakata mkono wengine, yani wanakuua pole pole, si kwa risasi. Na nilijua wataniua pole pole, lakini nikakiri nisimuone Yesu haya. Nikasikia risasi zimelia, nikatoroka. Zililia sababu yako? Si sasa watu ni vita, marafiki zangu ilikuwa balaa tu, yani watu wako confused. Kiongozi wao ameamua kuwa Mkristo. Na kwetu mambo ya tulienda na mchungaji mmoja alinichekesha sana. Risasi imelia juu ya hewa, ameingia chini ya meza. Nikaambia kaka toka, kwa sababu kule kwetu wanauza tomato, kitunguu, binduki, risasi. So zile risasi za plastic. So mtu akinunua binduki anaweka ana test dra. Sasa hajawahi sikia, kaingia chini. Zinauzwa na matomato na maviazi na mavitunguu, zinauzwa paka leo. Za nini mnawana? Ziko tu. Unakuta mtoto wa miaka 9 anajua kupiga risasi. Kwetu pameshaharibika, ni Mungu asaidie. Hakuna mtu mwingine anaweza saidia kule. Ni watu wapigane paka Ukristo ingie. Na wamepigana paka saizi wameokoka wengi sana. Maisha imewachoka. Basi mimi nikatoroka, nikaenda nyumbani, nikakuta baba naye kule kashachemka. Nikatoroka porini. Nikakaa porini miezi 8. Uko unakula nini? Nikakaa wiki ya kwanza njaa, nikikula matunda. Sikisimayu naijua upside down. Nikaanza mtindo ikifika saa 3 usiku. Ninatoka ninaenda mjini, ninafungua pipa. Ujue mimi ni lawyer, nimesoma Medina University. Ni university kubwa, ni kama Harvard. Unaposema Medina kwa Waislamu ni Harvard, ni pale Prophet Muhammad amezikwa. Ndio msikiti mkubwa wa thamani ya mabilioni ya dola iko pale. Ndio yani mwenye muasisi ya dini ya Kiislamu amezikwa pale. Na ndio nimesoma pale, yani cream de la cream ndo wanatoka pale. Na nimetoka pale na nafungua pipa, ninajaza chakula kwa paper bag, ninarudi naye. Mchana babangu ametoa $250,000 kwa atakayeleta kichwa yangu. Sistangu ametoa maisha yake, atakayeniua alete kichwa yangu atamuoa. Hawataki ukiwa mzima? Hairuhusiwi. Yani dini ya Kiislamu inakuambia mtoto wako akiwa Mkristo muue. Usipomuua hata wewe pia utaenda kuzimu. Utahukumiwa. Kwa inabidi ujifiche kabisa. Ndio nikajificha nikila maporini miezi 3 ya kwanza. Ndio kijana mmoja akaja ametoka upande huu wetu wa Somalia wa juu. Akaja. Yeye naye ametaka kuokoka, amekosa partner, anaogopa. So aliposoma habari zangu akaja tuungane pamoja na yeye. Anaitwa Abdurrashid. Akaanza kusema Adam Haj. Mimi nimejificha. Nikaangalia ujamaa kwa peke yake. Nikaambia njoo. Toa nguo, akatoa. Kwetu rafiki yangu, mtu akikuita anataka kuja unamwambia toa nguo. Juu anaweza kuwa ameficha bomu hapa, aje alipuke na wewe ukufe na yeye amelipwa na ajali. So anambia toa nguo, akatoa. Tukakaniambia anafanya na Food for the Hungry, anataka kuokoka, hana mtu. So amepata partner tukao wawili. Lakini siku ya 3 yeye akauawa. Akapatikana akauawa. Akauliwa wapi? Hapo Kisimani. Na mimi ndo nimemzika peke yangu. Kwa hivyo nikakaa kuanzia mwezi wa 2. Wewe kuuliwa ama kupatikana? Sikuwa hapo. Tulikuwa tumepishana kidogo. Yani tulikuwa different places. Ndo mwezi wa 2 mpaka mwezi wa 10 ndo wale watu wa Food for the Hungry, kuna dokta moja aitwa Njoroge wakakuja kumtafuta Abdurrashid. Kwa sababu amepata habari yake ameokoka. Wakataka kuja kumsaidia. Na Abdurrashid anajua Biblia kidogo. Aliniambia Biblia haiko Somalia, iko Kenya ama Ethiopia ama Djibouti, nchi ambazo zimezungusha Somalia. Ndio wakaja. Wakija wakanikuta mimi. Wakauliza Abdurrashid yuko wapi? Mmoja anaongea Kisomali. Nikaambia Abdurrashid, wewe ni nani? Wakaniambia ni mtu wake. Nikaambia nimemzika hapa. Hiyo ndo siku ya kwanza nimeona Wakristo wakiomba. Oh God. Sijawahi ona mimi. Kitu ya kwanza nimeuliza Alkitab.
Biblia nitatoa wapi? Kwa sababu Abdurashid akaniambia kusoma Biblia utapata habari za Yesu. Biblia akaniambia huwezi pata hapa. Haturuhusiwi. Ujue kupatikana na bangi Somalia na Biblia, mwenye Biblia anafungwa miaka 40, mwenye bangi anafungwa miaka 10. Kwa hivyo hii mambo tunaonanga ya kusoma Biblia, kwenda kanisa venye unataka. Hakuna, huku mna raha. Hakuna, kwetu unachinjwa. Tena kuchinjwa aswa mbele ya watu, tena sokoni. Unachinjwa. Ziko nyingi kwenye uone persecuted Somalis vile wanachinjwa. Wanateswa. Basi mimi nikamwambia basi mnitoe hapa mnisaidie, sasa nimekonda, nilikuwa 32 kg na ujue nyumbani nilikuwa 96 kg, najaribu kukata weight. Basi wakaniambia tutakubeba na jeneza. Kwa hivyo nikabebwa na jeneza wiki 4 bila kutoka. Paka leo nina alama hapa, ile mbao nilibambuliwa nayo kutolewa. Yenye ilipasua sanduku. Sanduku sinilekwa kwenye jeneza wiki 4. Siwezi kutoka kwa sababu nikitoka nishikwe pia wao watauawa. Kutoka Kismayu mpaka Elwaq ni wiki 4 kwa gari. Mpaka wa Kenya na Somalia ni wiki 4 kwa gari. Hawa ni Waislamu, ni madaktari. Wanafanya food for the hungry. Hawakuja kunitafuta, walikuja kutafuta ule mwenzangu. Si mwenzangu alikuwa anafanya NGO, ndo tukakutana nao. Ndo walipoona mwenzangu amekufa wakaomba, wakaamua kunisaidia mimi. Sasa mimi nimekuja kwa niaba yake. Yeye amekufa. Msaada ilikuwa ni yake, si yangu. Ndio nikabeba wiki 4. Mvua inanyesha, uwezi toka, unalishwa na mirija, unateseka, unahangaika. Sasa hiyo ni nini? Maziwa atakulisha ama ni nini? Hizi maglucose. Si madaktari wote wanajua, walikuwa wamebeba kila kitu ya kutosha na jeneza. Wiki 4. Yaani siku nafika Elwaq, saa ile nabambuliwa, hii ngozi imeshikana na mbao. Kwa sababu ya kulala upande moja bila kugeuka, na mguu hazifanyi kazi, ni kama nimeparalyze. Kwa hivyo nikang'olewa, nikaekwa nje. Kakaa hapo karibu 4 or 5 hours. Ndio hata flows yanze, mguu imefura na nini. Hivyo ndio nimekuja huko. Basi unasikia sasa, nikaja paka Kenya, nikaletwa, ndio nikatolewa kwa ile jeneza. Kutolewa kwa ile jeneza mwili yote imebambuka, lakini kwa sababu ni madaktari wakanitibu. Ndo kama kawaida ukiingia nchi ya watu lazima uende refugee camp. Lazima. Kwa hivyo wakanisaidia kwenda kuregister. Kumbe hiyo wiki 4 wa Somalia wameshajua